Karibu mtazamaji kwenye kipindi chako kizuri cha yaliyojiri duniani. Anayekileta kipindi hiki ni mimi Samuel Akila kwa kushirikiana na George aliyeko nyuma ya kamera, na hii ni Freedom Studio. Ninakukaribisha. Tulikianza kipindi hiki katika kipindi kilichopita. Kipindi kipya nilikwambia cha yaliyojiri duniani. Leo ni sehemu nyingine ya kipindi, lakini tulipokianza kipindi nilikuletea jinsi ambavyo Trump kabanwa koo kule Mashariki ya Kati na Iran kwenye vita vyake au vita vya Marekani na Iran. Leo tunaendelea na sehemu nyingine ya kuchambulia jinsi ambavyo kabanwa koo kule Mashariki ya Kati Trump na Marekani yake. Na kipindi kipya ninakukaribisha, usiache sasa kukufuatilia kwa sababu kuna mambo kem yanayojiri duniani. Kimsingi ili uweze kukipata kipindi na kulazimu kusubscribe, na wakati unaendelea kuangalia usiache comment, kushare na kulike. Lakini pia sisi tunayo orodha ya mambo ambayo tutaendelea kukuletea katika kipindi hiki, na hasa yale ambayo yanaonekana ni hot issues at a time tunapokuletea kipindi hiki, au mambo ambayo yamebamba katika vyombo mbalimbali vya habari katika wakati unaohusika. Sasa kimsingi na wewe unaweza ukawa na mambo ambayo unahitaji kupata habari au uchambuzi. Usiache kutuambia kwamba ningependa kujua juu ya hili, juu ya hili, juu ya hili. Namba za simu ziko hapo kwenye skrini yako unapotazama, lakini pia kwa njia ya kucomment unaweza kupata unachokihitaji kwamba tukuletee. Na kimsingi hapa hatulete habari tu, lakini tunachambua habari. Kwa hiyo ni habari ambayo zingine unaweza ukawa tayari unazijua kwa sehemu au umeshazisikia, lakini sisi tunachofanya hapa ni kuchambulia habari husika. Sasa leo tunaendelea na jana tuliishia kwenye nilikueleza jinsi ambavyo Trump alifanya maamuzi yeye ya kwenda kuvamia Iran na kwa kutumia wanajeshi, jeshi la Marekani. Na kimsingi nilikwambia jinsi ambavyo baadhi ya vyombo na baadhi ya watu, baadhi ya mataifa yalimshauri yalipogundua, kimsingi ya kumshirikisha mtu yoyote, lakini yalipogundua kwamba ana mission hiyo, yalimshauri kwamba huenda hili lisiwe na manufaa kwako, kwa hiyo usilifanye. Na baada ya yeye kushauriwa hakukubali, kwa sababu kwanza aliamini lina manufaa kwake, japo washauri walimwambia wazi halina manufaa kwake. Lakini pili, alijua ni kazi ndogo ambayo anaweza akaenda mara moja akafika akaifanya kwa muda wa siku 3-4. Ndani ya siku 5 amemaliza, anarudi kukaa ikulu ya Marekani akiwa anakunywa kahawa kwenye kiti cha kuzunguka, akiwa amemaliza kazi na huku amepata maslahi yake. Sasa kibaya ikawa tofauti. Hakutarajia kile alichokikuta kule, kwa sababu hakupata hicho alichokuwa nadhani atapata. Amekuta hali ni tofauti sana na ameshindwa kufanikiwa kutimiza azma na kupata maslahi yake sawasawa na jinsi ambavyo yeye alidhani inawezekana. Na kinyume pamoja na sambamba na hayo, amekutana na madhila makubwa zaidi kuliko jinsi alivyotarajia yeye. Wakati namalizia kipindi nilikueleza, wakati naelekea mwisho wa kipindi cha kwanza nilikueleza jinsi ambavyo
kuna swala jipya kabisa limeinuka kama ajenda mpya kabisa ambayo ni mwiba mchungu sana kwa Marekani, swala la Hormuz. Na hii Iran anaitumia kama turufu kubwa sana kuhakikisha ya kuwa Marekani anaumia sana, lakini si Marekani tu, kupitia Hormuz hata dunia kwa ujumla inaumia. Na nilikueleza jinsi ambavyo Irani angependa kuiumiza dunia na yenyewe, yani angependa dunia ifeel maumivu yake yeye. Yani dunia inaumia sio kwa sababu yeye anapenda dunia iumie, lakini dunia inaumia kwa sababu yeye anaamini ikiumia dunia itafeel maumivu ambayo yeye huwa anayapata anapokuwa anavamiwa na Marekani. Kwa hiyo ndicho ambacho jana nilikueleza, na mwishoni nikakueleza sasa kwamba kuna hatua kadhaa zinazotaka kufikiwa za mazungumzo, lakini nikakugusia kukueleza ya kwamba kuna shida kwenye mazungumzo yenyewe, yana kizungumkuti. Sasa leo naendelea na sehemu nyingine ya pili ya kipindi hiki kizuri cha uchambuzi wa vita ya Marekani na Iran ambayo pia inahusisha Israeli na Lebanon. Israeli wako upande wa Marekani, lakini naye akiwa na maslahi yake katika kuwashambulia Lebanon. Lakini sisi tunajikita zaidi na hii vita ya Marekani na Iran sasa, kwa sababu watu wanaofuatilia vita hii wanafahamu jinsi ambavyo Israeli amekuwa mchango wa kumfanya Marekani kwenda kuvamia Iran, japo na Marekani ana maslahi yake aliyoyadhani, lakini pia Israeli alikuwa na maslahi yake, na inasemekana kwamba Netanyahu ndiye aliyechangia sana Trump kuamua kwenda kuvamia Iran. Lakini kitendo cha yeye kwenda kuvamia Iran wakati tayari kimeshaanza, wakati tayari Marekani kaamua na kafika Iran, alipofika na ameanza mashambulizi, Israeli akawa mjanja, amejiondoa kule, yeye akaanza kudili na Walebanoni kwa ajili ya kupambana na Hezbollah na Hamas, ndio wanaomfanya ashambulie sana Lebanon. Akamwacha Marekani yeye adili na Iran. Sasa vita vinaendelea, japo nilikwambia toka jana kwamba wako kwenye kitu kinaitwa ceasefire, kwa maana ya kusitisha mapambano na mapigano kwa muda mfupi, ili kwamba wapate muda wa kuongea na kuona kama wanafikia mwafaka wa kusitisha vita. Lakini pia nilikugusia kwamba ceasefire yenyewe imeingiliwa tena na mdudu. Yaani ndani ya ceasefire wameshambuliana Marekani na Iran, lakini pia kuna ceasefire upande wa Israel na Lebanon, nako kumeingia mdudu. Tangu makubaliano ya ceasefire, Israeli hajatulia, anaendelea kushambulia Lebanon. Kwa hiyo kuna shida kwenye kila jambo, yani kila kinachoguswa ni cha moto. Kigusa huku moto, kigusa huku moto, kigusa huku moto, hawajatulia. Sasa leo naendelea na simulizi zangu na uchambuzi wangu, na basi karibu sana, uwe karibu na fuatilia video mpaka mwisho. Kuna vitu ambavyo utanufaika, usiachie video katikati, usiangalie dakika moja alafu kaachia hapo, endelea kuangalia mpaka mwisho. Kuna vitu vizuri sana ambavyo tutakuchambulia hapa, vitu muhimu ambavyo utavisikia. Kabla sasa ya kuzungumza kuhusu mazungumzo yao, maana sasa ninataka nizungumze mazungumzo yao, wanataka kuingia kwenye mazungumzo, na nikakwambia mazungumzo yameingia kizungumkuti. Lakini kabla sijaingia kwenye mazungumzo yenyewe na hicho kizungumkuti kuelezea kuna nini, ngoja nikuelezee jambo moja ambalo ni muhimu. Marekani na Donald Trump, baada ya kugundua kwamba vita kumbe ilikuwa ngumu kuliko wao wanavyofikiri na wanavyotazamia, walianza kuwalaumu baadhi ya watu ambao waliamini ni washirika wao au waliamini wanaweza kuwasaidia. Mojawapo ya watu waliopata lawama za moja kwa moja za Trump na Marekani
ni NATO, mmoja wa kujihami wa nchi za magharibi. Aliwalaumu akisema nini? Akisema kwamba kwanza aliwaita sasa waje wamsaidie, maana kakabwa koo, amemshikilia koo kule. Kama ni mtu anazama baharini, basi maji sasa yamefika kwenye kinyi, sio shingoni. Akawa amewaita waje wamsaidie kwenye vita, watume majeshi yao, watume vikosi, wapeleke silaha, wamsaidie ili kuongeza nguvu ya mashambulizi, ili angalau kazi iwe sasa nyepesi, na kama ni ushindi wa upate Marekani. Hilo ndilo alilokuwa analitazamia. Sasa wakati huo anawaomba wenzake waje wamsaidie kwenye jumuiya ya NATO na wakati amewaomba wamsaidie, walikataa. Wakati anaendelea anapigana huko, anaendelea kuwabembeleza waje, alifika mahala akawa na walaumu kwamba sasa nyinyi hamji kunisaidia wakati nyinyi ndio wenzangu wa kunisaidia wa kwanza kwenye swala kama hili. Lakini pia akaanza kuwalaumu kwamba kwa nini wao hawamsaidii wakati yeye amekuwa msaada wao kwao kila wakati. NATO walimjibu akamwambia, kwanza kukusaidia kwetu ilikuwa ni pale tulipokuonya mara ya kwanza, kwa sababu jambo kubwa ambalo napaswa ulifahamu mtazamaji ni kwamba hakuwashirikisha NATO wakati anakwenda vitani, aliamua mwenyewe. NATO akaja kusikia hewani kwamba jamaa anaondoka anaenda akashambulia. NATO wakasema sawa, sisi hajatushirikisha, lakini ngoja tumshauri kwamba vita asiende vitani, asiende kuivamia Iran, kwa sababu kwanza vita haina maslahi kwake, inaweza ikawa vita ngumu. Yeye alishauriwa nao NATO wenzake, lakini hakuwasikiliza, akaamua kuondoka na kwenda kushambulia. Sasa wakamjibu wakamwambia, sisi hukutushirikisha mwanzoni, wakati wewe unatoka kwenda kupigana hukutushirikisha sisi, uliamua mwenyewe kwa kiburi chako, kwa maamuzi yako, kwa jeuri yako, uliamua mwenyewe. Kwa hiyo sisi tukasema fine, ameamua mwenyewe, hajatushirikisha, lakini tuna maoni na maonyo tunayompa kwamba asiende, pamoja na kwamba hajatushirikisha sisi. Maana yake inaonekana kabisa kwamba yeye anajiona ana nguvu, ana uwezo, anaweza kwenda kuimaliza vita mwenyewe, hahitaji msaada wetu. Hivyo ndivyo ambavyo alikuwa anamaanisha Marekani, ndivyo alivyokuwa anamaanisha Trump, kwamba ana nguvu, ana uwezo na hahitaji msaada wa mtu yoyote. Anaweza kufika pale, atampiga Irani ndani ya siku chache, atapata kila ambacho yeye alikuwa amekusudia. Nilikwambia lengo la kwanza lilikuwa ni regime change, au kubadili mfumo wa utawala na uongozi, jambo ambalo sio tu hilo kafeli kwa sababu alikuwa anataka ashughulikie hilo ili aweze kushughulikia kirahisi swala la nyuklia, aweze kushughulikia kirahisi swala la makombora, pia aweze kuidhoofisha Iran kwa ujumla na mifumo yake yote ya utawala na uongozi na namna ya kuiendesha nchi, ili aweze kuwa na sauti. Hakuna alichofaulu hapa, badala yake ameibua mambo mengine magumu zaidi ambayo yanamfanya asiweze kusogelea haya aliyokuwa ameyalenga mwanzo, kwa sababu haya aliyoyaibua sasa ni magumu zaidi, likiwemo hilo la Hormuz. Sasa sikia kilichomtokea ni nini. Hawa jamaa wakamwambia, wewe ulijiona una uwezo, una nguvu, unaweza kwenda kumaliza kazi peke yako. Sisi tulitulia tukasema sawa, hamna shida, kama yeye anaweza kwenda kuimaliza hiyo kazi aende, lakini tulimuonya. Kwa hiyo wakamwambia, tulikuonya, tulikwambia hii kazi ni ngumu, hili jambo ni gumu, hili jambo uliwezi, na hili jambo huna maslahi nalo wewe kwa sasa, liache. Na huo ndio ulikuwa msaada wetu sasa, lakini hukutusikiliza.
Kwa hiyo sasa hivi kinachotokea, hatuwezi kusaidia na hatutakuja kukusaidia. Tukitaka kuja kukusaidia sasa hivi, hatuwezi kuja kukusaidia wewe kivita na kwa nguvu za kijeshi. Tukija sasa hivi kusaidia sisi, tutakuja tukusaidie kwa njia ya mazungumzo tu, kusuluhisha vita hiyo inayojitokeza au inayoendelea kwa njia za mazungumzo tu. Tutakuja ili tuzungumze, tusuluhishe vita kwa njia za mazungumzo peke yake, na sio kuleta majeshi yetu, sio kuja kuvamia, sio kuja kusaidia kijeshi. Hapana. Baada ya kuona ngoma ngumu ya kuwashawishi wenzake NATO kuja kumsaidia kwenye vita, aliamua kuachana nao, akaendelea anaachana nao huku akiwa na kinyongo nao, anaendelea na vita. Basi imefika mahala vita imekuwa ngumu sana. Kwa hiyo ametamani vita iishe leo, lakini Irani wanamwambia hivi, sauti, mamlaka na maamuzi na uwezo wa kuanzisha vita wakati huo ulikuwa nao wewe. Kilichobaki sasa, sisi ndio tuna uwezo, tuna nguvu, tuna mamlaka na sauti ya kwamba vita viishe lini na viisheje. Na sasa sisi ndio tutaamua vita vinaisha lini na vinaishaje. Kwa hiyo unaweza kuona Marekani amefika mahala pagumu sana. Kwa hiyo nikikwambia kushikwa koo, huko ndiko kushikwa koo hasa, kwa sababu kachoka na vita, anatamani vita viishe sasa hivi. Wenzake wa Irani walishazoea masuala ya vita, wanaendelea na wao wamepata shida sana kwenye vita, kwa sababu wameshambuliwa sana na wao, lakini angalau walishazoea unyonge, walishazoea kutendewa vitu vya namna hii hata katika siku zingine za nyuma. Kwa hiyo wao wanaweza kustahimili zaidi kuliko yeye. Sasa imefika mahala anatamani yeye vita viishe leo, wakati wenzake wako tayari hata kama vitaisha siku yoyote isiyojulikana. Kwa hiyo amejaribu kushawishi mazungumzo yafanyike. Awali Irani hawakutaka kabisa habari ya mazungumzo, lakini baadaye na wao wakaona umuhimu. Wamefika mahala sasa wanataka wazungumze. Japo nimekwambia mazungumzo yenyewe yameingia kizungumkuti. Na kabla ya kufika mazungumzo walikubaliana kuwa na hicho kitu kinachoitwa ceasefire. Na nimekueleza toka kwenye kipindi kilichopita nini kimetokea kwenye ceasefire. Ni kwamba wako ndani ya ceasefire lakini wameshambuliana. Na bado kunaonekana kwamba hakujakaa vizuri. Okay. Irani bado yuko tayari kwa mazungumzo. Marekani kwa sasa, na Marekani anaonekana na yeye yuko tayari kwa mazungumzo. Wote wawili wanaonekana for the time being wako tayari kwa mazungumzo, lakini mazungumzo yanakwama. Nitakuletea sababu 3 tu sasa hivi kwamba kwa nini mazungumzo yanakwama. Cha kwanza, mazungumzo yanakwama kwa sababu hawaaminiani. Kwa hiyo inabidi msuluhishi ambaye kwa sasa ni Pakistan ndiye msuluhishi kwa sasa. Inabidi awe mvumilivu sana kuhakikisha kila upande na wenyewe unaambukizwa uvumilivu wa Pakistan, ili angalau waweze kukaa chini na kuzungumza pande hizi mbili kwa kuunganishwa na huyo msuluhishi ambaye nimekwambia ni Pakistan. Kwa nini? Kwa sababu hawaaminiani. Ifike mahala sasa angalau waweze imani kuongezeka, lakini uvumilivu utangulie, alafu imani iongezeke kila upande, alafu wakae chini wazungumze sasa. Kwa hiyo
swala la kutokuaminiana ni moja kati ya kikwazo kwenye mazungumzo yenyewe. Lakini jambo la pili ambalo linatatiza mazungumzo ni kwamba kila upande una matarajio makubwa. Yaani ukiwauliza Irani wana orodha ndefu sana ya mambo ambayo wangetaka Marekani wayatimize. Ukiwauliza Marekani wana orodha ndefu sana ambayo wanataka na wao Irani akubaliane naye. Sasa inakuwa ngumu yani kufika kwamba Irani akubaliane tu na mambo yote Marekani anayotaka au Marekani akubaliane na mambo yote tu ambayo Irani anayahitaji. Ugumu wa mazungumzo uko hapa. Na US anaamini yeye ni mkubwa. Kwa hiyo kuna namna moja au nyingine, kuna vitu vingine hataki kukubali haraka ili asionekane mnyonge mbele ya yule anayeaminika kwamba yeye ndiyo mnyonge kwenye vita, ambaye ni Iran. Kwa hiyo anataka kuonyesha kidogo kwamba yeye pamoja na kwamba kachoka na vita, pamoja na kwamba anakubali kwamba vita sasa iishie hapo, pamoja na kwamba angependa mazungumzo, lakini bado kuna kale kakiburi ka ukubwa kanamzongazonga, na kwa kakiburi hako kuna vitu asingependa kuonekana yeye mnyonge kwenye hayo mazungumzo na kwenye makubaliano. Irani na yeye hataki unyonge na kuonekana mnyonge. Kwa anataka kuweka mkazo kwamba mimi bwana kwenye mazungumzo haya nataka 1 2 3 4 5 na vyote vitimizwe. Kwa sasa kila upande una matarajio alafu unayashikilia kweli kweli matarajio yake. Ugumu unakuja hapo. Jambo la mwisho ambalo ni sababu kwa nini mazungumzo yanakwama ni swala la Lebanoni na Israeli. Nimekwambia toka kwenye kipindi kilichopita kwamba Marekani alikubaliana ceasefire na Iran. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kwamba waingie kwenye mazungumzo. Wakati huo Israel na wenyewe walikubaliana na Lebanoni kwamba angalau wasitishe mapigano kwa muda ili na wao waingie kwenye mazungumzo. Sasa kitu kinachotokea, Israel ameendelea kushambulia Lebanoni kwa fujo kabisa tangu siku za mwanzo za makubaliano. Wakati angalau Marekani na Irani waliingia kwenye kipindi cha kupumzika kushambuliana, na angalau pale mwanzo hawakushambuliana. Mashambulizi yamekuja wiki na siku za mwisho za wiki zilizopita, hizi siku chache zilizopita, lakini mwanzoni walikuwa wametii kila mmoja makubaliano ya kusitisha mapigano. Irani imefika mahala amekasirika na kitendo cha Israeli kuendelea kuishambulia Lebanoni. Kwa hiyo amemwambia Marekani, tunaondoka kwenye meza ya mazungumzo, hatuzungumzi kwa sababu mdogo wako Israeli anaendelea kushambulia Lebanoni, pamoja na kwamba kuna makubaliano ya kutokuendelea na vita au kutokuendelea na mapigano kwa sasa ili mazungumzo yaweze kufanyika. Pamoja na makubaliano hayo, huyu anavunja makubaliano. Kwa hiyo na wewe unamtazama tu. Kwa hiyo sisi tunasitisha mazungumzo. Jambo hili ni mwiba mchungu kwa Marekani, kwa sababu Marekani anatamani mazungumzo yafanyike leo, makubaliano yoyote yafanyike leo, vita hivi viishe. Kwa hiyo sasa kwenye kipindi kinachofuata nitakueleza nini kimetokea baada ya kizungumkuti hiki cha Irani kuwaambia wazi Marekani kwamba wana mpango wa kutokuendelea na mpango wa mazungumzo kwa sababu ya Israeli kushambulia Lebanon. Na hizi sababu tatu ndizo sababu kubwa za kwa nini mazungumzo yako kwenye kizungumkuti. Kwa leo nitaishia hapa, lakini kwenye kipindi kinachokuja nitakueleza sasa nini ambacho kinatokea. Marekani majibu yake yamekuwa nini na nini kinatokea na nini kinaendelea kuhusiana na swala zima la mazungumzo
ili waelekee kwenye njia ya kutatua mgogoro huu kwa njia ya amani, na kila mmoja awe sasa wasitishe vita na maisha ya kawaida yaendelee. Mimi ni Samuel Kakila, ndiye host wa kipindi. Nyuma ya kamera George, na hii ni Freedom Studio. Usiache kushare, kulike na kucomment na kusubscribe. Karibu sana.